Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Mwathani arogoshwo haria hothe urajirorera ndi guku mitambo-ini ya Sky Cable TV ngithie na mbere na morutani ma kiugo kia Ngai. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib-cracking comedy and more. Supreme Court. Ni kade yathiete guthitangana ati kamuchongo kau gekirwo guo. Sana na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu ni Pastor Joseph kutoka Kabati ya Thika, na mchana wa leo nimerudi hapa mara tena katika Sky Cable TV Kenya, na wasalimu wote mahali mlipo hapa Kenya na hata nje ya nchi ya Kenya. Na ni mara nyingine tena Mungu ametupea tukaweza kuendelea na ile topic nilianza last day about destroying the spirit of rejection, kuharibu na kuondoa roho ya kukataliwa. So ningetaka kuwakaribisha kwanza, kisha nianze kwa maombi na tutaendelea mchana wa leo. Popote ulipo, ningetaka tufungue kwa neno la maombi, kisha tutapata kuendelea na kusikia ujumbe na kuendelea na ujumbe ule Bwana alinipa from last Thursday kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru mfalme wa amani jioni mchana wa leo. Asante kwa nafasi hii tena ambayo umenipea ya kuja mtakatifu katika Sky Cable Kenya TV. Bwana, na kuomba katika jina la Yesu Kristo ninapoanza kwamba utahudumia kila mtazamaji mahali alipo, akiwa karibu na akiwa mbali, katika jina la Yesu Kristo. Na kuomba mfalme kwamba utatawala katika maisha yao ninapoanza kufundisha ujumbe huu, na kuomba na wao mtakatifu mwema, ninakuomba kwamba roho ya kukataliwa itakosa nafasi katika maisha ya kila mtazamaji mahali popote walipo. Bwana, anza nasi mpaka kumalizia katika jina la Yesu Kristo. Nabariki mtazamaji anapoanzia mpaka wale watakaoingia katikati. Bwana, ukabariki kila moja kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Naomba na hata kuamini, mtu aseme amen. Mchana wa leo nataka kuingia na kuendelea na ujumbe wangu ambao nilianza siku ya last Thursday about rejection. Na nikasema kwamba na ningetaka kurudia, watu wengi katika maisha wanang'ang'ana na kusubuka na mambo yale wanafanya kwa sababu katika anga zao kuna kukataliwa.
nikafundisha kuhusu kijana moja ama mtu mmoja katika Biblia anayeitwa Esau na ndugu yake Yakobo, na nikaendelea pale. Na siku ya leo ningetaka kuingia zaidi na kuona ni nini kinachozaa ama kinasababisha kukataliwa katika maisha ya mtu. Unafanya biashara, unaajiriwa, katika ndoa unakuta ulikataliwa. Pesa zilikukataa kwa njia hii ama nyingine, bidii uko nayo lakini hauendelei. Kuna kukataliwa katika anga yako. Ningetaka mchana wa leo nikaweze kufundisha ni nini kinasababisha. Maana niliongea vitu mbili last Thursday, na nikawaambia kwamba Bwana alinipa ujumbe huu nikaweze kufundisha kwa kanisa, na wewe ambaye unanitazama mchana wa leo, na kwa yule ambaye atanitazama baada ya kipindi hiki. Nikasema kwamba kuna roho ya kukataliwa inaweza kuwa juu yako, iliyoachiliwa hata kabla uzaliwe ikawa juu yako. Tukaona Esau, Mungu anaambia Rebeka mamake Esau, kamwambia kwamba nimekataa mzaliwa wa kwanza na nikampenda Yakobo. Amekataliwa akiwa kwa tubu, hana makosa ama sababu yoyote ya kukataliwa, lakini Mungu amekataa. Na nikasema hivyo ndivyo katika maisha watu wengi walivyo na wanavyokaa. My God, hivyo ndivyo katika maisha watu wengi walivyo. Unakuta ulikataliwa hata kabla uzaliwe, na ulipozaliwa labda kuna maneno ilinenwa na ukakuta umekataliwa katika maisha. Na hiki ndicho ningetaka kuendelea kitu ama leo ningetaka kuongea mambo mawili inayosababisha kukataliwa katika maisha ya mtu. Unakuta huyu mtu alikuwa mkubwa, huyu mtu alikuwa na jina nzuri sana, huyu mtu alikuwa na mambo makubwa anafanya, lakini akafika mahali akakataliwa. Nataka kuongea mambo mawili inayosababisha kukataliwa katika maisha ya mtu. The root cause of rejection. What causes rejection? Who is the mother of rejection? Mbona mtu ang'ang'ane hizi vitu mbili katika maisha? Kwa sababu kuna kuzaliwa nayo, na hiyo ndio tuliomba, na nikaomba na nikasii Mungu ikaondoke katika maisha ya mtu. Siku ya leo nataka kuongea hii mambo mawili ambayo unaweza fanya ikasababisha kukataliwa. Unafanya biashara lakini zilikukataa. Unahama kutoka hapa kwenda pale lakini ulikataliwa. Unanunua gari, baada ya muda inaharibika ama inawekwa, umekataliwa na roho ya magari. Na nikasema kila kitu ni roho. Mashamba ni roho. Unaweza kuwa uko nayo lakini huna roho ya mashamba. Umekataliwa na roho ya mashamba. Hata ukipewa na mtu unauza. Unaweza kuwa umekataliwa na roho ya magari. Hata ubarikiwe na mtu na gari, baada ya muda mchache tamaa inaingia, unauza ama inaharibika. Maana roho hiyo iko juu yako ya kukataliwa na hizo vitu. Siku ya leo nashukuru Bwana, maana kile ambacho naenda kuongea nitaomba pale mwishoni na mtu, na nitaomba kila roho ya rejection, kila roho ambayo inakuandama, either ni kitu ulifanya ama kuna mambo ulifanya ama mienendo ikaleta kukataliwa katika maisha ya mtu. Siku ya leo I thank my God, nashukuru Mungu, kwa maana baada ya kufundisha hili neno nitaomba na wewe na nitakemea roho ya rejection, itaondoka katika maisha yako na utakubarika, utaanza kupenya. Kama ni biashara utafungua, utaanza kupenya. Kama ni kuajiriwa, utaanza kupendeka. My brother, my sister, utaanza kupokelewa. Utakuta kwamba umeanza kufutia, sio kwa sababu umebadilisha mafuta ya kujipaka. Haleluya. Sio kwa sababu umebadilisha nguo zile ulikuwa unavaa, lakini ni roho nyingine imekuja juu yako ya kukubalika. Roho ya kukataliwa imeondoka, kukubalika ikaja juu yako in the name of Jesus. Ningetaka kufungua kitabu kile cha Esther. Mtazamaji, mahali ulipo unaweza soma nami kitabu cha Esther chapter 1. Nataka kuongea habari ya mama ama msichana moja hapa, ambao wakati mwingi tunaposoma kitabu hiki tunasoma na tunaongea kuhusu Esther. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu Vashti, huyu mama mke wa mfalme, na kwa nini alikataliwa na mfalme ndio Esther akapata nafasi ya kupokelewa. Kwa sababu katika maisha unaweza kuwa unasema ni mambo tu unafanya, lakini kuna roho inatawala ndani yako ambayo ndio itazaa rejection. Kuna mambo unaweza kuwa ukifanya mpendwa ikazaa, na hii kitu ikiingia katika maisha ya mtu inaendaga pole, baada ya muda mchache inazaa rejection. Unakuta umeanza kukataliwa. Unakataliwa na watu wenu, unakataliwa na pesa hata kama unatia bidii gani kutafuta, unakataliwa mpaka na anga, unakataliwa na weather ya mahali fulani, unakataliwa mpaka na mbwa ya hapo kwenu.
Siku ya leo nataka kufundisha mambo mawili inayosababisha rejection katika maisha ya mtu. Aliyekuwa juu unamkuta ako chini, unakuta amesahaulika na jina lake limeondoka. Alikuwa mahali, oh my God, alikuwa anaongea, lakini mambo ikaharibika, akapiduka akawa mtu mwingine. Ni nini hii inasababisha mtu aliyekuwa mzuri? Ni nini hii inasababisha mtu aliyekuwa amekubalika akakataliwa? Ni nini hii inasababisha mtu aliyekuwa na biashara kubwa zikaisha na akakataliwa? Siku ya leo nataka tujue mambo mbili ambayo inayozaa kukataliwa, na ukishaielewa wache kutupa ngumi zako hewani, uanze kulenga. Naomba maombi yangu, kufunga kwangu, kutafuta Mungu kwangu, kuna kitu ninalenga. Ukishaacha kutupa ngumi zako hewani, uanze kulenga, napigana na hii roho iondoke katika maisha yangu ili kukubalika ije. In the book of Esther in chapter 1 verse 10 and 11, the book of Esther chapter 1 verse 10 and 11, the Bible says, on the 7th day, when the heart of the king was merry with wine. Siku moja, on the 7th day, siku ya Sabato, moyo wa mfalme ukiwa umefurahia, he commanded Mehuman, Biztha, Habon, Bigtha, and Abaga, Setha, and Zaka, the 7th eunuch who served in the presence of the king Ahasuerus. Verse 11, to bring Queen Vashti before the king with her royal crown, in order to show the people and the princes how her beauty, for she was lovely to look at. Nataka kitu moja hapa uelewe kabla nitaje kitu moja inayozaa kukataliwa. Nataka uelewe maandiko inasema huyu msichana ama huyu mama alikuwa ni mrembo sana wa kuangaliwa. Vashti hakuwa tu ni mke, hakukataliwa kwa sababu hakuwa mrembo. My God, hakukataliwa kwa sababu Esther alikuwa mrembo kumuliko. Maandiko inasema she was lovely. Na siku moja mfalme akawa moyo wake umefurahia, moyo wake ukawa umechangamka, na walikuwa na viongozi wengine katika kile kikao. Mfalme akatumana akasema, niitiwe mke wangu Vashti aje na avae ile nguo yake ya kifalme, aje aonyeshe beauty yake, urembo wake. Maandiko imesema that she may show, aweze kuja aonyeshane urembo wake, vile alivyo mrembo. My God, vile anavyotabasamu. Na maandiko inasema because she was lovely to look at, she was so lovely to look at. Alikuwa mtu wa kutamanika, alikuwa mtu wa kupendeza machoni mwa watu, alikuwa ni mtu mzuri. Lakini maandiko imesema akatumaniwa aje aonyeshane ule urembo wake, akatumaniwa aje aonyeshane ule uzuri wake, akatumaniwa aje aonyeshane vile alivyo mzuri. Na maandiko imesema wakati mke huyu wa mfalme aliitwa Vashti, akasema kwamba sitaenda. And then mujibu mfalme, siendi. Hapa hawakuwa wamekoseana. Mfalme ameitana ili aje aonyeshane urembo wake, ili aje aonyeshane vile alivyo mzuri. Lakini Vashti akawa na roho ndani yake, ambayo ndio kitu cha kwanza kinachosababisha kukataliwa katika maisha ya mtu. Akawa na a spirit, we call a spirit of pride, roho ya kiburi. Akawa na kiburi ndani yake. Hii ni roho ambayo imezima watu wengi. My God and my Father, hii ni roho ambayo imesababisha watu wengi waliokuwa juu wakashuka. The spirit of pride, roho ya kujivuna, roho ya kiburi. Ukipata kakitu, mke wa mfalme Vashti akawa, kwa sababu ni mke ya mtu mkubwa, akawa ameigiwa na kiburi. Na hii ni kitu inaweza ingia ndani yako na ukose kujua, ikiwa mwanzo iende ikikua, iende ikinenepa, mpaka ifike mahali izae mtoto anaitwa kukataliwa. Oh my God, huyo mke wa mfalme akawa ni mtu mkubwa, akawa pesa kwake sio shida, akawa ako na jina kubwa, akawa anaona ameitanishwa na mfalme, kwa hivyo hawezi kataliwa. Na wakati alitumaniwa, kukawa na a spirit in her, kukawa na roho ndani yake. Naomba katika jina la Yesu Kristo, katika mafundisho ya siku ya leo
ukaweze kuelewa. Unaweza kuwa na pesa leo, lakini kiburi ikiingia, itafika mahali hiyo pesa ikukatae, kwa sababu pesa ni roho mpendwa. Pesa sio bidii yako, ni roho. Mtu anaweza kuwa na bidii, lakini roho ya pesa hana. Hata zikija kwake kunakuwa ziko na mashimo mengi sana zinaenda. Yes, it is a spirit. Na hii roho ikawa imeingia ndani ya Vashiti, huyu mke wa mfalme, ikawa imekolea mle ndani, ikawa imekaa polepole mpaka ikafika mahali ikanenepa, na ikafika mahali pa kuzaa. Na ikizaa huyu mtoto lazima aanze kumanifest, na kile kinazaliwa na pride mpendwa, kile kinazaliwa na kiburi, ni roho inaitwa rejection, ni roho ya kukataliwa, inazaliwa na kiburi. Wakati umeinua kiburi ndani yako kwa sababu umepata tu vitu, wakati umeinua kiburi mpendwa, ukaona wengine sio watu. Nataka kuongea na mtu mchana wa leo, kwa sababu watu wengi hawaendelei katika maisha kwa sababu waliinukwa na roho ndani yao, na ikafika mahali ikawazalia. Na ilipozaa, lazima huyu mtoto aanze kuonekana, lazima huyu mtoto aanze kutawala. Vashiti akakuwa na mfalme, akawa amepata vitu, akawa pale, lakini kuna roho ndani yake imeanza kukua na haelewi, ili aweze kuitoa, ili aweze kuikataa. Maandiko inasema hivi mpendwa, kataeni shetani naye atawatoroka. It is you to reject the spirit of pride. Ni wewe uanze kupigana ndani yako na kukatana. Watu wengi hawainuliwi na Mungu na wanashindwa ni wapi nilikosea, lakini ni kiburi, pride is in them. Na Mungu akiona kiburi ndani yako, anakosa kukuinua. Watu wengi waliokuwa juu, watu wengi waliisha, watu wengi majina yao ikaondolewa, watu wengi wakanyamazishwa kwa sababu ya pride, kiburi. Kiburi kiingia ndani yako mpendwa, hata kama utaona mambo inaendelea vizuri, kazi yako bado inaendelea vizuri, pesa bado zinaingia vizuri, ni kwa sababu sasa hiyo ndio roho ya kiburi imeingia. Kuna mahali itafika ianze kuzaa, kuna mahali itafika, kwa sababu inakura, inaendelea kunenepa, inaendelea kuwa kubwa. Kuna kipindi itafika ianze kuzaa, na ikizaa, kile kinazaliwa ni pride, sio kuinuka. Kinachozaliwa na pride, it is spirit of rejection. Ni mtoto anaitwa rejection, na utakuta umeanza kukataliwa. Hata kama ulikuwa unakohoa unaitikwa, hata kama ulikuwa unaitana, watu wanakuja bio. Ukifika mahali izae rejection, pride izae rejection, utakuta umeanza kukataliwa mpaka mbwa yako inaanza kukukataa, because rejection, the spirit of rejection has come upon you. Vashiti akaitwa, akakataa, akasema endeni mrudisha ujumbe huu, sikuji. Na wakati alirudisha hivyo, maandiko inasema mfalme akakasirika. Mfalme akakasirika, na alipokasirika akasema niletewe wasichana nichague mke mwingine. Ndio akachagua Esther, lakini huyu amekataliwa na akalipreziwa saa hizo kwa sababu ya kitu kilichoko ndani yake. Hajakataliwa kwa sababu ameenda uchi, hajakataliwa kwa sababu amekosa kujipaka mafuta, hajakataliwa kwa sababu amekosa kutengeneza nywele, amekataliwa kwa sababu ya roho iliyo ndani yake. Mpendwa, biashara inaweza fika mahali kukatae. Mpendwa, customers wanaweza fika mahali waanze kukukataa kwa sababu ulinukwa na kiburi, a demonic spirit, the spirit of pride. It is my prayer, I pray in the name of Jesus Christ, na kuombea kwa jina la Yesu Kristo, that you may overcome the spirit of pride. Watu wengi wameinuka na wakashuka, sio kwa sababu walikosa, sio kwa sababu walikosa kuvaa vizuri, sio kwa sababu walikosa, ni kwa sababu waliinukwa na roho ya kiburi. Hii ni kitu ikiinuka ndani yako, unaanza kuona customer alikuwa anakuja kwa biashara yako, ameanza kukosa kukuja. Kwa nini? Sio kwa sababu alikosa kupata kile ulikuwa ulimpa, lakini akaona, maana ni roho. Huyu customer ndio akuje kwa biashara yako, huyu customer ndio akuje kwa hiyo kanisa mhubiri unahubiri. Kuna roho ilimuattract, kuna roho ilimleta huko. Lakini ulipoinukwa na roho ya kiburi, ulipoinukwa na the spirit of pride, ikaanza kukua ndani yako, ilianza kupiga fever, kibali ikaanza kuondoka na ikaanza kuattract
the spirit of pride is it attracts, huwa inavutia roho ya rejection. In the mighty name of Jesus Christ, I pray for you that door you opened, ule mlango ulifungua, ule mlango ulipeana, ile nafasi ulifungua, rejection ikakuja. Sio Mungu hapa, nataka uelewe, sio Mungu, sio shetani, ni wewe mwenyewe umefungua huo mlango wa kukataliwa pole pole bila kujua, ukafungua mlango wa rejection ukaja juu yako, kwa sababu kukubalika na kiburi haziwezi kaa mahali pamoja. Hapana mpendwa, na kama kuna mtu mmoja anaweza sema inakaa tu, hakuna. When pride comes, favor goes. When the spirit of pride comes in your heart, the spirit of favor must go out in that room. Kibali na kiburi haziwezi kaa nyumba moja. Hapana, kibali na kiburi haziwezi kaa mahali pamoja, because favor comes from the Lord. The Bible says, humble yourself, nyenyekea naye Mungu atakuinua. Basi kujinua, kiburi ikiingia, when pride comes in your heart, favor must go, and rejection, because rejection is a sign of pride. Rejection, kukataliwa, ni mtoto wa kiburi. Sasa kiburi akija, lazima afuatwe na watoto wake. When pride comes, rejection must come, ianze kutawala. Unakuta umeanza kukataliwa, unakuta mambo imeanza kuharibika. Pesa ikiingia mwisho wa mwezi, milango ya magonjwa, milango ya vitu, milango imeanza kufunguka ili hizi pesa ziende. Maana huwezi inuka mpendwa, kiburi kikiwa ndani yako. Unaanzaga kushuka, unaanzaga kwenda chini. Na nikasema last Thursday, I want to talk about this topic. Nimeiongea kanisani kule 3 Sundays nikifundisha about rejection, kwa sababu sio tu kubarikiwa mpendwa, hapana. Sio tu kuambiwa utainuliwa mpendwa, hapana. Yesu wakati alikuwa hapa duniani alisunguka, alienda akifundisha, teaching the word of God. Na kile kimekosekana katika mioyo ya wengi ni kufundishwa jinsi ya kukaa vile Mungu anataka. Ni kufundishwa jinsi ya kukaa. Kuna maisha mpendo ukikaa lazima ifutie vitu nzuri. Kuna maisha mpendo ukikaa lazima ilete vitu nzuri. Ukikaa maisha ambayo ni mabaya, vile moyo wako ulivyo, itaanza kufutia vitu baya, itaanza kufutia vitu ambazo ni za kukula pesa yako. Nimefundisha hii topic on 3 Sundays kule kanisani, nikifundisha kabla kibali kije juu yako, kuna mambo mpendwa unafaa kukaa. The Bible says our God is a God of order. Mungu wetu ni Mungu wa mipango. Hata kama nitakubariki, nikuwekelee mikono na nikuwekelee miguu, nikumwagilie mafuta chupa 3, kuna milango haiwezi funguka moyoni mwako kukiwa na kiburi. Kuna milango haiwezi funguka, kuna kazi haiwezi pata, hata kama utawekelewa mikono migapi, hata kama utahama makanisa ukisuguka. Huwa ninawaambia, saa zingine unaweza kuwa unasuguka from this church to that church, unaombewa na unatoka huko ukisema huyo pastor ni mbaya, huyo pastor hana mafuta. Sio mafuta hana, moyo wako vile ulivyo, kwa sababu sio mchungaji ambaye anabariki, ni Mungu anabariki, anatumia mchungaji wake. Sasa Mungu anapotazama moyo wako, anaona kumejaa kiburi, anaona kumejaa the spirit of pride, roho ya kiburi. Hata kama utaona wachungaji wagapi, utoke kwa mapastors, uende uombewe na mabishops, uende uombewe na apostles, when your heart is full of pride, moyo wako ukiwa umejaa kiburi, kuna milango haiwezi kukufungukia. Number 2, hiyo ni kitu ya kwanza inayosababisha kukataliwa katika maisha ya mtu, inayozaa rejection. Sio kurogwa mpendwa, ulilogwa. Kuna mtu mmoja nilikuwa naomba na yeye, na akaniambia pastor napitia. Nilipoangalia nikaona moyo wake, hata kama sasa hiyo Mungu anaweza mfungulia mlango, hawezi tambua mchungaji tena, hawezi ona haja ya kanisa tena. Maana anaomba afunguliwe mlango wa kazi, lakini hii kazi ikija,
anasahau na kanisa, anasahau na anaanza kupiga watumishi wa Mungu. Hivyo ndio sababu watu wengi hawainuliwi. Maana Mungu akitazama ndani ya moyo wako, anaona huyu mtu naweza muinua leo, lakini kesho ataanza kupigana na kanisa, ataanza sitainuliwa ndani yake. Mungu anataka anapokubariki na kazi, hiyo kazi inue jina lake. Praise be to God. Mungu anataka anapokubariki na biashara, hiyo biashara inue jina lake. Mungu anataka anapokubariki na gari, hiyo gari ilete utukufu katika ufalme wake. Mungu anataka anapokuinua na wewe uinue jina lake. Mungu anataka anapokubariki na ndoa, anapokubariki na mke wewe kijana, anapokubariki na mume wewe msichana, hiyo ndoa ikaweze kuleta utukufu kwa jina lake, ikaweze kuinua ufalme. Lakini angalia, ulipokuwa unaomba doa ilipokuja ukasahau na kanisa kwa sababu umeolewa. Mungu akitazama hainui Mungu hiyo ndoa. Hapana. Mungu akitazama hiyo marriage yako, mpango wa Mungu ni ulipokuwa unaolewa. Mpango wa Mungu ni hiyo ndoa iweze kuleta utukufu kwa ufalme wake. Am I talking to somebody? Najua siku ya leo kuna mtu Mungu amenituma kwake uweze kuona kwamba nilipoinukwa na kiburi, kazi ilianza kwenda chini. Nilipoinukwa na kiburi, kanisa ilianza kwenda chini. Mchungaji, kwa sababu it's a demonic spirit na inaweza kukukamata. Haijalishi jina lako mpendwa, hapana. Haijalishi vile ambavyo uko, haijalishi ile level uko, inaweza kamata hata mchungaji aliye juu. When pride comes, mambo yako inaanza kwenda chini, unaanza kushuka. Ulipopata hiyo kazi, ulipopata ndoa, ulipopata huyo mchumba, ulikuwa unaomba, ukienda kufunga, ukienda makatoloni kuomba, ukifunga, ukitafuta wachungaji, ukimwagiliwa mafuta, nataka kuolewa, nataka kuoa. Hiyo ndoa ilipokuja, are you glorifying God? Are you glorifying God? Hiyo gari ilipokuja, are you glorifying God? Hiyo biashara ilipokuja, mpango wa Mungu ni ikikuja mpendwa, shuka naye Mungu atakuinua zaidi. Laka baganda. Inapokuja hiyo biashara, inapokuja hiyo ndoa yako, usiruhusu kiburi kikuingie ndani yako. Usiruhusu the spirit of pride, because it will destroy favor in you. Kuna watu wako na kibali cha hali ya juu, lakini kiburi kikiingia kinaanzanga kushusha, kinaanzanga kuharibu favor that is upon you. Let me tell you my brother, let me tell you my sister, God cannot anoint you with the spirit of favor when pride is in your heart. God cannot anoint you, God cannot release favor upon you when the pride is in your heart. You must deal with the spirit of pride. Ni lazima kwanza ushughulikie kiburi, kiondoke, usije ukakataliwa. Vashiti alikuwa mtu mzuri wa kuonekana. Vashiti alikuwa mtu mzuri wa kupendeka. Vashiti alikuwa mtu mzuri wa kufutia, lakini alikataliwa kwa sababu ya kiburi kilichokuwa moyoni mwake. Alikuwa mlembo, alikuwa mzuri sana, alikuwa mtu wa kuvutia sana, alikuwa mtu wa kutabasamu sana, alikuwa mtu wa kuvaa mavazi mazuri sana, lakini kiburi kikamuinuka ndani ya moyo wake. Kiburi kikaanza kutawala, na yeye mfalme akakasirika, akasema niletewe wasichana, na yeye Esther mlango wake ukafunguka. Niko hapa mchana wa leo mpendwa, kukuhubiria habari njema, kukuhubiria habari Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Ukitaka kuinuka, ukitaka kuinuliwa, ukitaka kupenya, shughulikia roho ya kiburi, iondoke ndani ya moyo wako, iondoke ndani ya moyo wako. When you overcome the spirit of pride, when you overcome the spirit of pride, God will anoint you with the spirit of favor. Utaanza kukubarika, utakuta umeanza kupenya kila mahali unaenda. Number 2, nimesema leo nitataja mambo mbili that causes the spirit of rejection. Who is the mother? What causes the spirit of rejection? Ni nani huyu anazaa kukataliwa katika maisha ya mtu? Ni nani huyu anazaa kukataliwa katika njia za mtu? Unakuta ulikuwa mwibaji mkubwa. Niruhusu niongee hii kwa sababu watu wengi
walikuwa ni waibaji, wakainuka na wakapenya katika nchi ya Kenya, lakini wakafika mahali wakasahaulika kwa sababu waliinukwa na kiburi ndani ya mioyo yao. Unauliza, ni nani alikuroga? Mpendwa, sio kurogwa ulirogwa, ni wewe uliyejiroga. Uliporuhusu kiburi kianze kutawala ndani ya moyo wako. Sio kuregwa ulirogwa, kanisa lako sio kuregwa ulirogwa wewe mhubiri, ni ulipoinukwa na kiburi. Wakati ulianza kuona sadaka imeongezeka, laka bagada babuza. Najua kuna mtu nahubiria mchana wa leo, ulipoanza kuona sadaka imeanza kuongezeka, ukaanza kudharau watu wengine, kiburi ikaingia ndani yako, ukakuta umeanza kushuka. Yes, when pride comes, favor goes. Two things. Number 2, in the book of 1 Samuel, nimesema nitaongea mabobiri kisha niombe na mtu, inayosababisha rejection katika maisha ya mtu. Nimeongea ya kwanza, the spirit of pride. 2, in the book of 1 Samuel, in the book of 1 Samuel chapter 15 and verse 23. The book of 1 Samuel chapter 15 and verse 23. The Bible says, for rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and adultery, because you have rejected the word of the Lord. Listen, because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being a king. Let me read again. Nimesema ni 1 Samuel 15 and verse 23. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you. Kwa sababu umekataa neno la Mungu, naye Mungu, he is God of justice. And the Lord, he has also rejected you from being a king. Nimesema nitaongea mabobiri, nimefundisha na nikaongea ya kwanza, the spirit of pride. Number 2, it is the spirit of disobedience, roho ya kutotii the word of the Lord. Neno la Mungu linavyosema. Maandiko imesema Sauli alikuwa mtu mzuri. Ukisoma Biblia, alikuwa mtu wa kuvutia sana, alikuwa mtu wa kupendeza sana, alikuwa mtu wa kutabasamu sana. Na maandiko inasema ya kwamba siku moja Mungu akamtuma. Kumbuka huyu mtu ni Mungu alitumana, akamtuma Samuel, akamwambia go and anoint Saul to be the king, enda umwagilie Sauli awe mfalme. Na maandiko inasema baada ya muda Mungu akatumana akasema, Sauli enda kwa Amaleki uwe kila kitu, go and destroy everything that is in that land. Akatumwa akaambiwa enda uharibu kila kitu ambacho kiko kule. Na Sauli akaamka akaenda kwa Amaleki, na maandiko inasema alipofika kule akaanza kuharibu kama vile alivyotumwa. Lakini katika shughuli zake za kuharibu akaona dume nzuri kubwa ambayo imenona, akaona kondoo zingine zilizokuwa kubwa ambazo zimenona. Na maandiko inasema Sauli akasema, sitamaliza zote, wacha nibakishe hizi nono, wacha nibakishe hizi ambazo ni kubwa, ili nienende nikamtolee Mungu wangu sadaka. Nataka uelewe hapa, kwa sababu kuna watu Mungu aliacha kuendanisha na wao, kuna watu Mungu aliacha kutembea na wao, kwa sababu alikataa kusikia vile anasema. Disobedient is the mother, disobedient is the father of rejection. Roho ya kutosikia. Nataka kuongea na mzazi hapa, nataka kuongea na mtoto, nataka kuongea na kila mtu. Wakati mwingi Mungu anapeana instructions kupitia wachungaji, wakati mwingi Mungu anapeana instruction kupitia wazazi. Unasikia unaambiwa do this and this. Watu wengi ndani ya mioyo yetu tumekataa kuobey the word of God. Disobedient causes rejection. I repeat, disobedient causes rejection. Roho ya kutosikia. Watu wengi wamefika mahali wakajiinua, wakafanya uamuzi, hata kama utaambiwa namna gani, you have made a decision in your heart, I cannot obey, siwezi fanya hivyo.
Watu wengi ndani ya mioyo yao, hata wengine unakuta hawana kiburi, lakini hawasikii, ni wangumu, wako na mioyo migumu ya kutosikia. Ukiwaangalia ni wanyenyekevu sana, ukiwaangalia kusema ukweli, moyoni mwao hawana kiburi, lakini wana moyo wa kutosikia na kutotenda. The Bible says in the book of James, be doers of the word of God, not only hearers. Many hear the word of God, many we preach it to. Watu wengi tunawafundisha neno la Mungu na wanasikia, but they cannot do that. Imefika ni kipindi mchungaji ametangaza wiki hii nataka tufunge na tuombe. Unakuta mtu kweli hana kiburi ndani yake, lakini amefanya uamuzi, wewe pastor, kazi yako ni uniombee, siwezi funga. Ndani yake ameamua I cannot fast, pastor afunge na aniombee. So umekataa, disobedient to the voice of God, disobedient to the word of God. Angalia hapa, kuna watu wawili, Elijah na Elisha. And the Bible says wakati wa Elia kuchukuliwa, akamwambia yule mtumishi wake walikuwa na yeye, kile ambacho umeomba nikuachie nitakuachia, lakini itabidi uniangalie utakaponiona nikienda. Inasema namna gani? You must obey the instruction. If you disobey what you have been praying, wakati watu ni waombaji, unaomba Mungu nipe hii, unaomba lakini haikuji kwako, in your heart you must defeat the spirit of disobedient. Moyo ambayo watu wengi ni mazuri sana wakihubiriwa na wanasema nitakaa hivyo, nitafanya hivyo, lakini wakitoka kwa mlango wa kanisa wanakuwa na wanageuka, wanakuwa watu wengine. Maandiko yanasema Sauli akatumwa, enda umalize kila kitu. And the Bible says alipoona zile vitu zimenona, hakuacha apeleke kwake, hakuacha ende akakule, aliziweka kando, akamtolee Mungu aliyemtuma sadaka. Lakini the Bible says Mungu akamwambia, sina haja na sadaka kuliko kunitii. Watu wengi tumekuwa watu wa kupanda mbegu, watu wengi tumekuwa watu wa kutoa dhabihu sana, watu wengi tumekuwa watu wa kutoa sadaka, lakini in our heart we have disobeyed God. Unakuta umepanda mbegu na haikuzalii. Bona sio mchungaji ako na shida, sio kanisa iko na shida, hapana. Wewe mwenyewe, yale mambo unafanya, uamuzi wa moyo wako, vile ambavyo unafanya behind kutoa hiyo sadaka, you must obey the instructions of God. Behind kutoa hiyo mbegu, behind kufanya hayo mambo, ni lazima moyo wako kuwe na kutii. Maandiko yanasema Sauli akakosa kuua zote, akaacha zingine ili aende akampatie Mungu sadaka. Na maandiko yanasema Mungu akamnenea Samueli aliyemtuma, akamtia mafuta Sauli, akamnenea akamwambia, I regret, nasikia sijaridhika, I wish, kwa sababu nilimtuma Sauli aende akaue na hajaua zote, amebakisha zingine ili aje anitolee sadaka. Mpendwa, mchana wa leo ningetaka kuongea na wewe. Mungu hana haja na sadaka kuliko kutii kwako. Hapana. Wakati mwingi wachungaji tunakosa kuambia hivyo kwa sababu labda tuko na haja na sadaka, lakini mchana wa leo nimekuja nikuhubiria ukweli. Nimekuja nikuambie vile Mungu anasema. Mungu hana haja na dhabihu, Mungu hana haja na sadaka kuliko kutii kwako. Watu wengi yale mambo wanafanya nje ni mambo machafu na mabaya, lakini anajua akienda kanisani na sadaka lazima apokelewe na mchungaji, lazima apatiwe uongozi pale mbele, lazima apatiwe kiti cha mbele, kwa sababu ametoa sadaka, kwa sababu ametoa mbegu nono, kwa sababu ametoa pesa ya kujenga. What about obeying the word of God? What about obeying the voice of God? Mungu anasema nini kukuhusu? Mungu anasema namna gani? Kwa sababu tumeondoa haya mahubiri, tumeondoa ukweli kwa makanisa, tunahubiri vile ambavyo tunaongea kile ambacho kitaleta sadaka sana, tukasahau na kuongea kile ambacho Mungu anataka, tukasahau na kuongea kile Mungu anasema, tukasahau na kuongea vile Mungu anataka watu wake wakae. Maandiko inasema Sauli, Mungu akamwambia Samueli, nimekasirishwa na Sauli, na kwa sababu amekataa kunisikia, na kwa sababu amekataa kuobey, nami nimemkataa. I have rejected him because he have rejected my word. Angalia vile tulikataa kukaa vile neno la Mungu linasema. Angalia vile tulikataa
Kataa vile Mungu anatuamuru. Angalia vile tulikataa kutoka kwa wachungaji kwenda kwa washirika. Watu wamechukua wokovu na mzaha kwa sababu ya vile wanavyoona wachungaji wao wakikaa. Watu wamechukua kanisa na mzaha. Watu wamekataa kuobey the word of God. Watu wamekataa to fear God. Where is the fear of the Lord? Ile hofu ya kanisa ilienda wapi? Ilianza kwa sababu ya wachungaji pale mbele walikataa kukaa na kufundisha vile Mungu anasema kukae. Walikataa kuambia watu vile Mungu anasema. Hivi ndivyo mchana wa leo Mungu anasema, you must obey the word of God. You have to obey. You must choose to obey the voice of the Lord if you want to see him blessing you. Akamwambia Ibrahimu, these are the blessings ya wale watakao obey, wale watakao tii vile Mungu anasema. Mchana wa leo niko na habari njema kwako. Unaweza kuona sikuka ukijiuliza nilirogwa na nani? Mbona mambo yangu inakaa hivi? Lakini jiangalie, Mungu alipokuamuru ufanye hivi na hivi, ulifanya. Watu wamekaa kwa midomo yao na kwa maneno yao kupiga kanisa na kupiga watumishi wa Mungu, wakasahau kwamba Mungu amesema obey. Samueli Mungu akamwambia, nimemkataa Sauli. Na maandiko yanasema chapter 16 verse 1, Samueli akalia usiku mzima akiomba, akimsihi Mungu ya kwamba atamsamehe Sauli. Naye Mungu akamtokezea Samueli akamwambia, mbona unalia? Kwa nini unaomboleza kwa sababu ya mtu ambaye nimekataa? Mpendo unaweza kataliwa na Mungu kwa sababu ya tabia zako. Mpendo unaweza kataliwa na mambo. Maandiko imesema mahali tumesoma, the Lord said he has also rejected you because you have rejected his word. God can reject you. Mungu anaweza kukukataa. Uwe una kazi yako ni kuoa, ukitupa unaoa huyu mke, baada ya siku 3 4 mnaachana. Unashindwa ni nini? Makosa yangu ni nini? Lakini Mungu alikukataa. Ulikataliwa na ndoa kwa sababu ya tabia zako. Disobedient causes rejection. I repeat this. Disobedient to the voice of God, disobedient to the word of God causes